lakini dakika mwisho mwanangu mchumba nani mke wangu karudi ghafla tu. Kuna kitu alisahau karudi ghafla gaili kabisa na safari kasema kasikajaili mpaka wiki ijayo, sio kagailishwa na kazi yake kwa kwenda kuifanya imegailishwa mpaka wiki ijayo. Unaelewa? Mimi mke wangu na mke wangu mimi anamtindo kukagua message, yana anamtindo kukagua simu yangu kwa akifika mke wangu lazima tambo na baki na kisosati. Kipindi unaendelea kuitazama hii video, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. So ni kuombe uguse alama ya kengele subscribe ili tuendelee kuwa pamoja na kukumbusha, pambana leo kama kesho haipo. Sababu mabuti naye wasimwelewi naye. Direct hapa mfumo tusiwekeaje. Wa mabuti. Niambie ndugu yangu toka gani? Sasa hapa mwanangu huyu dada akafika hapa. Lakini sasa mimi nikajua mnakuja wote mwanangu, kumbe umemdirect tu yeye, yani amekuja hapa kwa haupo mzee. Hapana, mimi nakuja mwanangu, sema kuna sehemu nilipitia hapa. Kuna ndugu yangu mmoja aliniita hapa, kwa hiyo nikampa namba nikamwambia tangulia aje na mimi nitakuja ndugu yangu. Nakuja kwa sehemu refu hapo, lakini tunamalizia tu hapo. Basi njoo basi tujue tunafanyaje. Haya, naomba ndugu yangu meisha. Shanza Omar. It's me again kama kawaida. Jamani. Kwanza jamani, mimi sijawaacha, niko pamoja na nyinyi. Mimi napenda kuwasaidia watu, lakini pia napenda kufanya challenges. Isipokuwa kipindi hiki jamani, niko busy sana. Kitu ambacho nyinyi hamkijui, mnajua katu Zompa mmezoea kuniona kwenye content. Jamani, mimi ni muigizaji. Shansoma mimi pia naigiza. Nafanya series mimi ya kwenye Azam TV, nimeshuti Bunji, sijui Connection, nimeshuti Mzani wa Mapenzi, DSTV nimeshuti tamthilia fulani ya Dosari na nyingine kibao. Kwa msiponiona huku jamani, mje muda mwingine nakuwa niko busy kwenye kushuti. Kwa sasa hivi na shoot series ya Vevo Black Big Boss msimu huu season 2 nimeingia. Umeona? Kwa ndio maana sometime kwenye challenge mnakuwa hamnioni. Mkiniona siku nyingine nimewapandishia labda kitu tofauti na challenge, labda nimewawekea short film, muipokee pia, ni moja kati ya kazi yangu. So sometime nitawekea matukio, nikiwa busy na matukio nikapata muda wa kufanya short, nikakosa labda kuwawekea tukio nikawaletea short film pia, muipokee jamani. Ni moja kati ya kazi yangu. Lakini challenge siwezi kuacha. Mwanzo mwisho mlinijua kwenye challenge na tutaenda wote mpaka mwisho. Sasa hapa jamani nipo na bidada hapa. Bidada ameweza kudirectiwa na mshikaji wangu mmoja anaitwa Mabuti. Ameweza kudirectiwa aje kwangu mimi. Nilipigiwa simu nikapewa maelezo mafupi, bwana kuna mdada Mabuti anipigia kaniambia kuna mdada bwana nimekutana naye ana changamoto. Umeona atafika hapo kwako ili tujue namna gani ambavyo tunaweza kumsaidia. Waliomtafuta Mabuti ni watu ambao walikutana na huyu dada wakampigia Mabuti, afu then ndo Mabuti amemdirect huyu dada aje kwangu. Sasa kabla Mabuti hajafika, kwa sababu mimi nipo na bidada mwenyewe niko naye hapa. Ngoja tupige naye story kwanza tujue anaitwa nani, amekuja ametokea wapi na kitu gani ambacho leo hii kimemfanya amefika hapa kwangu mimi mpaka dakika hii tuko naye kikaangoni na tuko hapa tunapiga naye story. Dadangu karibu sana, lakini pia pole kwa changamoto uliokutana nayo. Asante. Kwa majina unaitwa nani dadangu? Naitwa Irene. Irene, wewe ni mkazi wa wapi? Umekuja kutokea wapi? Mimi naishi Dodoma. Dodoma. Sawa. Safari yako ya kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam, hapa uliwasili lini Dar es Salaam? Umefika lini? Nimefika leo alfajiri. Sawa. Kwa asubuhi ya leo ndo uliingia? Yeah. Sawa. Sasa kitu ambacho mimi nataka nijue, tupe story yako kwa ufupi kwamba imekuwaje, yani mpaka wewe unatoka Dodoma unakuja Dar es Salaam, mpaka unafika Dar es Salaam yanatokea hayo yaliyotokea, yani imekuwaje? Turudishe nyuma kidogo kwamba ilikuwaje mpaka mmefika hapo. Mimi ni mkazi wa Dodoma. Ndio. Na wakati niko Dodoma nilikuwa nawasiliana na director mmoja anaitwa Director Zungu. Ndio. Na nilikuwa na ndoto na mimi siku moja nije kuwa msanii. Yeah. Uimbe?
Niigize. Uigize. Jamani, dada yangu ametokea Dodoma, na kipindi yuko Dodoma alipata mawasiliano ya mshikaji Director Zungu. Mlikutana mtandaoni, si ndio? Tulikutana mtandaoni. Wamekutana mtandaoni na mshikaji ambaye anaitwa Director Zungu, walikuwa wanachati. Wamechati. Dada yangu ana ndoto siku moja aje kuwa mwigizaji kama Zompa. Baada ya kuwa na ndoto za kutaka kuwa mwigizaji ikawaje? Ndio baada ya kupata content za Director Zungu nikawasiliana naye, nikamwelezea kwamba mimi na ndoto siku moja na mimi nije kuwa mwigizaji na iko kipaji pia, na kwa ninavyoona mimi ninacho. Ndio alinipa moyo na pia aliniambia kwamba yani tuwasiliane na pia nitafute nauli nije Dar. Ndio Tukawa tunawasiliana mpaka natoka Dodoma. Siku hiyo nikamwambia kabisa nishapata nauli na naanza safari. Tukawa tunawasiliana vizuri. Baada ya kufika Mbezi nashangaa nampigia simu yake haipatikani. Sometime inakata kabisa. Baada ya kufika Mbezi. Ambayo ndo ngoja kwanza, maana mimi nimeambiwa wewe ulifika Mbezi, ulifika jana jioni, si ndio? Ila huku mjini ndo umekuja leo asubuhi. Ndio. Si ndio hivyo? Ndio. Sasa ulianza kumpigia jana manake? Nimeanza kumpigia hapatikani. Jana ambao usiku mzima wa jana hajapatikana. Ila kuna muda unampigia inaita lakini inakata simu yako. Hapo kwa Zungu hapo nataka nijue kwamba je, ni alisimama kama director tu ambaye anataka kusupport kwamba wewe uje akupe hizo connection uigize, ama nje ya hiyo kazi labda kuna kitu kingine mlikitengeneza kama mahusiano, maybe alikuwa mpenzi wako alikutongoza? Niambie. Tulikuwa pia tuna mahusiano. Mlikuwa mna mahusiano? Kwa Zungu alikuvuta ukiwa kama mpenzi wake. Lakini pia uje Dar manake ufikie kwake. Nifikie kwake. Alafu akupambanie kwenye ndoto za uigizaji. Ndio. That is clear. Kwa jamani, dada yangu ana ndoto na amekutana na mshikaji. Mshikaji ni mpenzi wake. Amemwambia njoo Dar mimi nipambanie nini? Nipambanie ndoto zako. Lakini sasa dada watu amefika Mbezi jana. Nasikia amefika jana saa 12 jioni. Amefika Mbezi, anapiga simu inaita haipokelewi. Dada yangu ajichangachanga dada watu. Kajichangachanga hapa nauli yake amekuja mpaka Dar es Salaam. Mshikaji simu hapokei. Dada yangu pole sana. Asante. Pole. Kwa jana umelala Mbezi pale stand? Ndio. Pole sana. Pole sana. Lakini kitu kingine ndo kama hivyo, ndio maana nasemaga mficha malazi kifo kinamumbua. Ni vizuri ambavyo uliweza kuwashirikisha watu mawazo yako. Ilikuwaje mpaka watu hawakupa connections mpaka wanakuja kukutana na Mabuti? Ilikuwaje? Kuna mtu uliongea naye? Wakati niko pale, kuna kaka alikuja. Nikamwelezea ilivyo. Akaniambia ngojea nitafutie mkaka mmoja ambaye huyu atakufikisha sehemu ambayo watakuwa wanamfahamu huyo Director Zungu. Na Mabuti ni mtu wa movie ndio maana kudirect kwake. Basi huyo mkaka kanipeleka mpaka kwa huyo unanisemea hapo huyo Mabuti. Mabuti pia akanileta kwako. Sawa. Dadangu. Pole. Kwa hiyo ndoto zako uje kuwa mwigizaji. Unapenda sana kuigiza? Napenda. Na una kipaji? Lakini mimi niseme kitu kimoja. Unajua kila kitu kinakuwa kina sababu. Umeona kinakuwa kina sababu. Kwa sababu gani? Pengine Mungu alipanga wewe uje Dar kwa staili hiyo. Pengine huyo mshikaji azingue ili uje ukutane na watu kama sisi, ili uanze safari ya kuzipambania nini ndoto. Kwa upande wa uigizaji, kukutana na mimi umekutana na mtu sahihi sana kwa upande huo. Kwa sababu naamini nina uwezo wa kukusupport wewe ukaigiza. Naamini nina uwezo wa kuconnect na watu ambao wanaigiza. Sasa manafahamiana na madirector wengi wakubwa, ama producer wengi wakubwa. Mimi pia naigiza. Mimi pia ni soon nakuwa naingia kwenye produce rasmi, ku produce series yangu. Umeona kwa nini? Tuseme tu umefika katika kipindi ambacho na mimi nipo katika cycle hiyo. Kwa hiyo umefika sehemu sahihi, japokuwa ni haukutarajia kuwa hivyo. Na hatuwezi kujua kwa nini pengine ungeenda kuonana na mshikaji kule, hatujui nini ambacho kingeweza kutokea, ila tusibahatishe sana. Namba si inaita ya mshikaji? Ndio. Namba kama inaita ya mshikaji,
Kwa kinachokuuma nani? Na mshikaji ulikuwa unampenda sana? Nilikuwa nampenda na aliniahidi vitu vingi. Kwa hiyo vitu vingi mlikuwa mnawasiliana tu fresh ni yani kama wapenzi? Masela sisi jamani. Ngoja jamani, anipe namba za huyo director Zungu, mimi nimpigie nione na mimi atanipokelea Zungu. Watu wanampigia Zungu apokee, rafiki yangu. Hebu niandikie hapa namba yake, tujaribu inshallah. Bismillah. Kwa ndo hivyo jamani, kama nilivyomsikia dada yangu amekutana na hiyo changamoto, lakini of course sisi ni binadamu, na katika maisha siku zote katika kuliendea jambo lazima ukutane na changamoto. Hakuna mtu ambaye ana story. Kwa pengine huu ndo mwanzo mzuri wa story ya dada yetu ya safari ambayo ya mpya ya kwenda kupambania ndoto zake. Ngoja mimi nijaribu kumpigia mshikaji afu tuone inakuaje. Bismillah. Nimpigie huyo director Zungu. Asubuhi leo mjampigia? Yaani nilimpigia ila alikuwa apokee tena. Napokea Zungu. Watu mpigie jamani, tumsikie kama je na mimi anaweza kanipokelea. Zungu wa Irene kutokea Dodoma jamani. Yes, watu hapa. Oa mkali inakuaje? Fresh, niambie ndugu yangu. Bwana mimi naitwa Zompa. Naam. Sasa nimepewa namba zako hapo mwanangu, niko maeneo ya Mbezi. Yes. Katika pita zangu tumekutana na mdada hapa mwanangu bwana, anaitwa Irene, na inasemekana ujio wa huyu dada wewe unaujua, yani wewe ndio ulikuwa sababu ya kumsafirisha huyu dada kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam, na hapa amefika Mbezi toka jana, anapiga sana simu yako lakini haipokelewi. Yes, mwanangu. Sema nini ndugu yangu? Hiyo mwanangu, hiyo ni kweli mwanangu. Unajua sasa kuna kitu nataka nisaidie mwanangu. Hapo upo karibu na demo au demo iko mbali kidogo? Demo niko naye. Yupo. Upo naye? Yupo. Sikia. Sogea pembeni kidogo mwanangu, tuzungumze kitu hapo mwana. Naomba sogea pembeni kidogo tuzungumze mwanangu, mimi na wewe. Poa. Hapa mwanangu tunaweza tukaongea fresh mwanangu. Fresh. Sasa mwanangu. Umeona hapo mchumba? Hapo mchumba mwanangu, mimi kweli niliongea naye au sio? Lakini maisha kweli mimi sio director. Ila yeye alinipigia simu, alisema kwamba anataka kuigiza na kipaji na nini kweli, na mimi kama approach nikamtongoza, nikasema ukija huku unajua, ukija ukaka bendi kwangu utakuwa mwanamke wangu, utashuti vizuri, utakuwa star unajua. Lakini mwanangu mimi sio director wala ni msanii, lakini sio director na sina kundi na sina simu yote kwenda kumhifadhi. Mimi kwa nataka aje kwanza town au sio bwana, ndio nataka niishi naye kimtindo, leo nichukue geti la shilingi 20,025 kwa mai unajua, awe mke wangu wa pili au sio bwana. Lakini changamoto mwanangu ya demo kule alipofika au sio bwana, mke wangu mbele alikuwa amesafiri, nikasema siku hizi mbele na safari ya mke wangu mimi nitamvuta hapa getoni kwangu tunajua vizuri mpaka mke wangu akiuta alishafusia mazingira ya geto lake. Lakini dakika mwisho mwanangu mchumba nani, mke wangu karudi ghafla tu, kuna kitu alisahau, karudi ghafla gaili kabisa na safari, kasema kasika gaili mpaka wiki ijayo, sika gailishwa na kazi yake kwa kwenda kuifanya imegailishwa mpaka wiki ijayo. Tunaelewa. Mimi mke wangu na mke wangu mimi anamtinga kukagua message, anamtinga kukagua simu yangu, kwa mimi akifika kama mke wangu lazima tambo na baki na kisosado. Kwa kama mwanangu unaweza kunisaidia kwa namna yote, huyo mchumba mko mhifadhi au sio? Alafu nikazamisha mimi nitakutafuta hivi namba yako. Mwanangu, sasa mbona jana alikuwa anakupigia sana simu ulikuwa pokei? Inaita afu haipokelewi. Ndio nilikuwa sipokei kwa sababu mke wangu alikuwa amerudi ghafla, nimekwambia. Maana mke wangu mimi alikuwa anasafiri, umeona, lakini nikarudi ghafla tunakaja gaili kazi, nikusafiri mpaka wiki ijayo. Wewe mwanangu, kama unaweza kunisendia kwa mjomba unisendia kanaye au sio bwana, ukishamaliza ukanaye mimi sikurudi nitakucheki mke wangu akishakuwa amesafiri mwanangu, unajua ndio ni mkali. Sasa mwanangu, kwa mwanangu sasa huyu si demu wako afu unasema mimi nikustendie nini mwanangu? Mpaka mtu demu anasafiri mwanangu, anatoka Dodoma mzee anafika mpaka Dar mwanangu, kweli mwanangu? Ndio hivyo mwanangu, mistake imetokea mwanangu, angalia namna gani ya kunistiri mimi mwanangu, mimi mwanaume zako unajua. Wewe angalia simu yetu kwenda kumhifadhi, na kawaya hata msikitini hata kale kanisani, lakini wewe una masuala naye, maana yake mimi nitakutafuta wewe au sio bwana, nimpate wewe mwanamke.
Mimi mpenzi wangu kweli kisikatai mwanangu, namkubali huyo mchumba juu mpaka ni mtu anasema kumleta hapa. Sasa sikia mwanangu. Mchongo mdogo lakini kwa sasa sina power, mchongo karudi mimi. Wewe uko maeneo gani mwana? Mimi uko maeneo. Sasa niko mitaa Tabata huko. Tabata gani? Napata Segerea. Mimi niko Segerea hapa, tuweze kuonana. Kwa leo mwanangu utakuwa mchongo. Unajua hapa nimeongea nimejificha, mke wangu kaenda toilet. Nimetoka nje kabisa huko. Mke wangu mtoto ananichunga mwanangu. Kila sehemu iko na mimi, Yaani mimi nataka mimi au mimi naweza ngakufuata ulipo. Hiyo itakuwa noma mwanangu. Yaani kifupi nakuletea tu, mimi nalelewa, mimi napana au mshangazi unanilea. Yeye ndo ananihudumia mimi kitu, mimi sina chumba, sina chochote. Manake mimi nikifukuzwa hapa nayo mchumba sina pa kukimbilia mwanangu. Mwanangu. Kwa mwanae mchumba mimi nitakutafuta tu mwanangu siku yote. Sasa mwanangu, kama mazingira ndio hivyo, mwanangu sio ngomwambia mapema dada watu mwanangu. Sasa ndo mambo gani anafanya? Alafu unaongea hivyo tu. Mwanangu unajua maisha ya ujana, afujue mistake tumetokea, mimi sikutarajia kabisa. Mimi nilikuwa na safari na kisafari na kaga wiki mbili kitatu, lakini ndio hivyo mwanangu. Mistake zimetokea kama unavyojua mwanangu, ujue. Kama kuna namna wewe ni stendi huyo mchumba tunajua sisi. Sasa huyu dada mwanangu hapo alipo, unajua kashaacha mambo yake, kashaacha mazingira yake kibao mwanangu, mpaka anakuja kwako wewe, afu mwanangu unamletea session kama hizo hivi kweli mwanangu? Sasa mimi nafanyaje? Basi watu nirudishe Dodoma basi. Sasa sikia. Huo ni mwanangu soko ukishoto bana, baki naye mwanangu. Wewe baki naye mwanangu, afadhali disikele kusindia, lakini chochote mwanangu demu wangu. Wewe kana naye, mimi nitakutafuta hapo, nitakupoza na magari version 10. Sasa sikia mwanangu, wewe unasema unataka kumpangia room sijui nini. Kwa nini usitume hiyo hela basi tukamtafutie Rogeto akae? Sasa mwanangu mimi nitamtumia jela mwanangu na mtu sikujui. Alafu ni mwenye sijamuona. Ningekuwa kujua na wote mwenye mwana fresh, lakini sasa hivi sina power. Nimekwambia mke wangu ipo toilet na ngozi bwana. Hapa basi akinisikia mambo atakuwa mengi. Nimekwambia mimi nalelewa nakaa kwa mishangazi na gumiwa na kila kitu, sina chochote mwanangu. Mimi mwenye maisha yangu magumu. Kwa mwanangu nisikilize. Mimi nataka nimteme odemu kwa hela zake na zisikilize. Yani zipakue, nikisha zipakua mimi nakuja kumchukua kumchumba na kuishi maisha yetu. Dadangu bwana, msikia mpaka nikiongea. Kama ongea naye. Sasa mimi nitaenda wapi mimi? Wewe baki ng'ang'ania hapo, usitoke. Mimi nikupigia simu siku nitakufuata. Ng'ang'ania hapo, mimi nimetoka tu, nimesafiri ghafla, maisha ya kazi. Sasa mimi nimekuja kwa ajili yako, nasitiliwa na nani? Na unajua mimi nimeacha kazi zote. Nisikilize lini mwanangu, wewe hapo kwa mali baki yaunda, ng'ang'ania huyo mshikaji, mwambie asikuachie hapo, hakikisha asikufanye chochote. Mimi nasafiri kikazi, nikirudi nitakuja kukuchukua yani. Na kazi moja tunarudi. Mistake. Sasa mwanangu, sasa leo unalisi mwanangu, ndio ingia msikiti na komari na vumilia hapo. Mwanangu wewe au mwanangu. Mshikaji mimi atasema ile yani sija nikachanganyikiwa, sijui vipi anaongea eleweki. Dadangu msikie, usilie kwa sababu ukisema ulia mwisho wa siku ukisema ulia mwisho wa siku inakuwazesha. Kwa sababu gani? Huyu jamaa anaonekana haeleweki. Yaani jamaa anaonekana haeleweki. Kwanza anaongea kama cheleani. Na mtu anaongea yani Sasa mimi naenda wapi? Dodoma ulikuwa unafanya kazi? Dodoma nilikuwa nafanya kazi ila nimeacha. Umeacha kwa sababu hii? Nimeacha baada ya kupata hiyo safari ya kuja Dar. Mwana mpigie tena mabuti aje. Iko changamoto. Hamna, usilie dadangu. Mwana mpigie mabuti hapa tena. Naomba afiki naye. Kwa mengi mimi kaniletea mtu sio na ongea. Usilie dadangu. Tutajua namna gani ya kuweka sawa. Watu wanasafirisha watu kupata ajali. Achukulia hizi tuweka naye tu hapo mstendi. Yaani
Mabuti. Nimekaribia, nipo nyuma hapa, shafika. Njoo mwanangu, mambo yashakuwa mengi huko mwanangu, na session moja la ajabu. Njoo. Wewe njoo kaka, tutajua. Oh. He. Yaani mshikaji anaongea tu mwanzo mwisho, anaongea kama cherehani. Alafu anachukua hize tuweka naye tu mstendie. Mimi nitakuja kumchukua kwako. Dadangu, hii mistake. Waingia mwanangu. Hii mistake dadangu umefanya. Bwana kwaje mzee? Kama kaa. Fresh ndio sitopoe kwa pale. Hoa mwanangu. Vipi jana mbona analia sasa? Dadangu ndo hivyo tena, changamoto mwanangu. Changamoto vipi sasa bwana changani? Ngoja tuzungumze mwanangu kama hiki. Mwanangu kwani wewe mshikaji aloku nani? Sienda kwa ina haja mwanangu. Mimi nimejaribu kuongea na namba kanigia mshikaji kapokea huyo jamaa. Ambaye aliyekuwa anazungumza naye mpaka kuja hapa. Mimi nimempigia kapokea mshikaji. Kasemaje? Kila mwanangu sana anachokiongea ungemsikia. Wewe ungemsikia. Yaani anaongea kana kwamba unakasema mtu ambaye labda yani ana akili timamu. Yaani hajui nini kinachoendelea, haelewi, anakuambia sijui uko ghetto, sijui kuna mshangazi, sijui mke wake alikuwa anataka kusafiri, yeye ndio ataka mchukue huyu akae naye pale. Alafu huyo mke wake amerudi ghafla, kwa hiyo ameshindwa kutoka, simu aliichukua akaitia kwenye begi, akachukua kisimu kidogo ndo amekaa nacho. Kwa hiyo siku mzima watu wanampigia simu, yeye apokee kwa sababu hiyo. Bwana, dadangu pole sana. Dadangu pole sana. Alafu kitu kingine natakiwa ujifunze kwamba hapa mjini vitu kama hivyo vinatokea. Sio vizuri. Kwa hata mtu mwingine anayetazama hii ajue kabisa sio kila mtu anayekupigia simu uje mjini ukaamini mtu sahihi kwako. Lazima uwe na tahadhari kidogo. Sio vizuri. Mimi nilimwamini. Ndio hivyo, usimamie mtu ambaye humjui. Sio kila mtu anamwamini tu. Hapa town watu wanatafuta maisha, wanatafuta pesa. Sasa pengine ungekuja hapo bahati mbaya angekuchukulia begi lako angeondoa yani kwa mazingira ambayo anaongea jamaa. Kwa mimi nilivyoelewa mshikaji alikuwa hawezi kumsupport yule dada. Si ndio? Yani ni tapeli. Mshikaji alikuwa anataka alichokuwa anataka ni mke wake alikuwa anasafiri. Mshikaji alitaka amsafirishe udemo akakaa naye pale hata wiki. Amtumie afu amrudishe Dodoma. Yani ndio kilichokuepo. Asema anasema mke wangu alitaka kusafiri afu ghafla amerudi kazi sijui imeahirishwa. Kwa sababu pale mimi kwanza kuna shoot pale nyuma pale stendi pale Magufuli. Na shoot pale naona kuna shaji yule anamleta huyu. Nauza vipi? Naambia udada katoka mkoani kaja mjini, kuna mtu anaongea naye director Zungu, kwa alikuwa anaongea naye kuja kushuti. Sio vizuri, lakini dakika za mwisho amekuja hapa mchizi, dada akaja hapa, mchizi simu yapokei. Sio vizuri. Kwa hiyo mwanangu wewe kwaona shoot mwegezaji na maisha kambe na nini, umeona kama unaweza kumsaidia na mmoja kwenye kumhifadhi fresh kama hifadhi, hata mimi msamaria mwema au sio bwana, na sasa ngoja wewe nimchukue au sio, nikishamchukua na mpeleka kwenye chombo cha habari, sawa kwa maana uzomba kwenye chombo cha habari, kama huyo jamaa anaweza kupelekana kiurahisi itakuwa vyema zaidi, kwa sababu wewe ndio vitu vyako na una jinsi gani unavyowasaidia watu. Kwa nikiweka online inawezekana huyo jamaa anaweza akajitokeza kwa wepesi baada ya kumwona mtu wake. Sasa mshika mshacho nipangilia kwanza, naambia wewe uko karibu na huyo demo hapo, sogea pembeni mwanangu. Kusogea pembeni anipangiliaje? Kwamba wewe mwanangu mimi sio director ila nimemdanganya tu demo kwa sababu nilikuwa namtongoza. Kwa hiyo maana katika kupiga story udada alimwambia mimi natamani nije Dar nije kuigiza sijui nini. Yeye ndo akajifanya director ili ampatie demo. Sababu hata director Zungu anamzungumzia mwenyewe. Mimi namfahamu na ana tabia kama hizo za kiuniuni. Tabia za kiuni? Kama huyo Zungu namjua mimi kwa sababu Dar es Salaam director Zungu maarufu anajulikana. Sasa so Zungu huyo aweza kana mambo kama hayo, wewe katumia jina tu la jina. Umeona sasa dada yangu, sasa hapa tunafanya ndio tunamsaidia vipi kama tunampanda sasa hapo yeye dada yangu wewe unahitaji tukusaidie kitu gani? Tukufaitie masuala ya nauli Dodoma basi 24,000. Tukufaitie na nauli urudi Dodoma ama tukusaidie nini dada? Mi Dodoma nishaacha kazi, kwa hata nikirudi sina cha kufanya. Sababu nyumbani kwenye nimeondoka sijaaga.
Kwa mimi naomba kama mtakuwa mnamjua labda anahusika na mambo ya kuigiza labda mniunganishe naye. Lakini kurudi Dodoma haitowezekana. Sikia mwanangu. Kwa dada yangu yani alipotoka kule Dodoma yeye alishaazimia maana mimi naenda naenda kuigiza. Na ameacha kazi. Sasa mwanangu hapa mimi sina msaidizi. Sasa mwanangu. Dadangu msikia usilie. Usilie sawa? Ndio shatokea wewe vumilia tu. Hata yani usilie. Sisi wenyewe tushasaidiwa na watu ambao tulikuwa tuwajui. Tumesaidiwa na watu tusiowajua mpaka tumefika hapa. Unaona? Umeona? Usiwazi dadangu. Gani ya kwanza kukusaidia. Yote mipango ya Mungu. Kuhusiana na swala la uigizaji haina shida. Ushansoma, utaigiza. Umeona? Lakini sasa hapa tunaangalia na magani utaishi vipi? Namna gani ya tukupeleke wapi ambapo unaweza ukaishi vizuri. Sababu kama unavyoona huyu mtoto wa kike mwanangu anakutana na changamoto kibao nini. Sasa umesikia Zompa? Labda tufanye kitu kimoja. Mimi pale kwangu sasa hivi nina kambi ya watu kama miezi miwili. Miezi miwili kwa kama miezi miwili pale najua ndani ya miezi miwili kwa dai hapa hii hata kidogo ashachangamka na najua sehemu gani za kuingilia kama ataweza kumtafutia kazi atasema bwana mimi kuuliza sitaki nataka kazi. Umeona kwa sababu kambi yangu mimi wanakaga watu miezi miwili wanaondoka ila watu ambao wale hawana makwao wanabaki pale pale. Kwa kama inawezekana mimi nikusaidie dada yangu ule wakae pale kambini. Umeona saa ukifika pale tena acha mambo mengi tena ushakuja mjini tena baada utulie kambini kuleta unaanza kupogoma kwenye mambo mengine mwisho wa siku sana yenyewe. Hicho mwanangu kitu kikubwa hicho kusema ni cha ukweli. Kama utamchukua huko na kustay naye pale itakuwa unyama. Alafu mimi mwenyewe sasa hivi kwa sababu sina shoot kwa Vevo kule Big Boss. Naona pale mwenyewe kuna cast ya dada kama watatu hizi kwa zinahitajika. Bado walikuwa hawajacastiwa. Kwa mimi nikienda kushoot hivi kesho kutwa mimi pia nitaongea naye. Pia nitaongea kuna demo alikuwa atafuta aje kucheza kama mke wangu mimi. Sema anasema nitakuja kule kambini kwenu nitaangalia jinsi gani ambavyo anaigiza, afu nitaenda kuongea na Vevo kule Kiblesi. Tutamuelekeza anaweza kaingia hata kambini kwa Vevo pale akakaa tu fresh. Itakuwa good sana. Kwa sasa hivi utaingia naye wapi? Sikule kambi ya Kinyerezi. Ya Kinyerezi. Itakuwa unyama tumstiri kwa siku mbili hizo hapo afu tuone inakuaje. Kambi ziko nyingi sana dadangu, watu wanakaa kwenye kambi, wengine wanakaa hata miaka mitatu, wanapata vyumba vyao wanaenda kuishi. Mtu anakaa kambini mwaka mzima, anaigiza, anajipata, mazingira yake yanafunguka, anapata chumba chake anaenda kuishi. Kitu cha msingi ni kuwa makini. Nidhamu na kujua nini ambacho umekifuata. Kama hivyo umeona umetoka Dodoma umekuja huku dadangu, umekutana na hizo changamoto. Chanzo mataka bahati nzuri umekutana na sisi, pengine yani ungekutana na huyo zungu pengine ndo angeenda kuwa angekufanyia vitu vya ajabu, mwisho wa siku ungeuliza kwa Dodoma hata ulichokifuata chenyewe usinge. Kwa Mungu ameona wewe nia yako ni kuigiza. Sasa mpaka inatokea ile mistake kwa zungu, sijui mke wake anarudi anashindwa kutoka na acha kukupokelea simu. Maana yake wewe ndo Mungu amekuongoza. Mshikaji wangu alikuwa na shoot pale Mbezi, watu wanamjua huyu. Kwa sababu ni mtu wa movie, watu kukutanisha na nini? Amekutanisha na mtu wa movie huyo. Kwa ina maana ndio maana Mungu mwenyewe yani wewe unataka tumshukuru Mungu amekukutanisha na watu ambao wanadili na hayo mambo kweli. Sababu kuna wauni wengi sana hapa mjini. Amini. Na watu wengi wanadanganywa, wanatoka mikoani, njoo uigize, wanafanywa vitu vya ajabu wanaondoka. Watelekezwa, wanafanya mambo ya ajabu, wanatapeliwa simu, pesa. Kwa umakini uzingatiwe. Kwa hiyo wewe usilie tu kusema eti sijui zungu, sijui kaniacha, sijui kwa mpenzi wangu, sijui nini. Usilie. Amini tu wewe Mungu amekutanisha na sisi ili ndoto zako pengine ndo uanze kuzipambania sasa. Kwa muonekano wako dadangu na unavyosema unapenda kuigiza. Yaani sana nataka muonekano. Muonekano wako fresh kabisa ni unaweza kaigiza ni fresh. Yaani muonekano una. Tena kwa kuaminisha usije ukasema labda unani anachukua anaweza kawa muuni na channel yangu ya YouTube hapo utaandika Mabudi TV utaona tukifika tu kule au kama hapo na bando naanza kuandikia Mabudi TV au kama kasha kuskani wifi andika Mabudi TV utaiona tutasubscribe tutaendelea kufanya kazi zipo nyingi zinaruka kwa sasa hivi na kazi mpya tunajiandaa pia utaingia utacheza kama hujui vizuri sana nitakufundisha utaelewa maana unafanya vizuri zaidi mimi pia nikianza kushuti suni nitakushirikisha kwenye kazi yangu utakuja utapita tu. Kwa utapita kwa dadangu ni usiwaze mimi nitakuwa kama blaza yako, huyu hapo blaza yako. Chochote ambacho kitakuwa kina misi, wewe usiwaze, shansoma mimi namba unayo unapiga bwana blaza Zompa kuna 1 2 3. Unajua jinsi gani ya kuweka sawa. Basi mimi nafikiri mwanangu jambo na hata ile swala la kusema kama ametoroka nyumbani
lazima tuliweke sawa, kwa sababu namba za wazazi wako si unazo. Baadaye tukifika kwa tutaongea na wazazi wako, tutamjulisha kama sasa hivi ipo sehemu fulani na mtu fulani anafanya kazi fulani, nao wajue. Unaona vizuri asije kama mawasiliano muhimu. Kusomea ubani ukaonekana umekufa, kumbe huko mjini huko. Wakuja kuona baadaye kwenye TV. Kwenye TV, jamani niseme mlemu, kumbe bado sio vizuri. Kwa cha kufanya cha kwanza utampa mshikaji hapa namba za ndugu zako. Utampa namba za ndugu zako wote, kaka zako sijui wote, yani wajue wewe uko sehemu fulani unaigiza. Yes. Shansoma alafu masuala mengine yote sisi tunajua tunaweka. Tutawekaje? Basi kama ndio hivyo mwanangu Mabuti, mimi naona unyama. Haina shida ndugu yangu bwana, shukrani sana. Basi tutafute mazingira ya usafiri hapo, nyewe muingie hivyo hivi. Naomba jamaa zungu, wazungu kachomesha. Ndio hivyo binadamu. Zungu kachomesha, sema poa.